Jacob Florent Chawala. Bwana lete mambo hayo. Huduma simuni. Kuna nini leo? Kuna jambo gani ndani ya moyo wa mtu huyu leo? Yes, wadau, ni Jacob Florent Chawala once again. Shikamoo. Marahaba, habari yako bwana? Safi, kwema? Kwema za huko? Salama kabisa. Uendeleaje na hali? Naendelea salama kabisa. Lete habari. Safi. Sinaongea na Fanuel? Ndio kabisa, mwenyewe. Hivi siku hizi uko wapi? Sasa hivi niko Njombe hapa. Uko Njombe? Anauliza nilikuwa naulizia hivi NVDA inaweza ikaruka kwenye simu, yani kwa maana ya kwamba kwa mfano kama ukitaka kumtumia mtu yuko mbali. Unamtumia kwa kutumia WhatsApp Sasa nilikuwa nahitaji NVDA. Bwana. NVDA ndio nini? Hiki ni kisoma screen kinachotumika kwenye kompyuta zetu kwa lengo la kutusaidia kupata taarifa mbalimbali zilizoko katika kompyuta zetu. Kwa hiyo taarifa inaweza kuwa ni unasoma labda faili lako, au unataka kwenda kwenye mtandao, au unataka kujua kwenye kompyuta yako kuna music au kuna pictures au kuna taarifa zipi kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo ni kisoma screen kinachotusaidia kupata taarifa mbalimbali au kufikia taarifa mbalimbali zilizoko kwenye kompyuta yetu katika njia ambayo ni non visual, katika njia ambayo haitumii uoni. Na kirefu cha NVDA maana yake ni non visual desktop access. Non wakachukua N, V wakachukua visual, D wakachukua desktop, na access wakachukua A. Kwa hiyo katengeneza hiyo NVDA. Lakini unaweza ukajiuliza, hivi hiki kisoma screen cha NVDA mimi nakipataje? Nakipataje hiki? Ninawezaje kukipakua? Kuna njia mbili ya kupata hiki kisoma screen cha NVDA. Njia ya kwanza ni through updates, kucheck for updates, na njia ya pili ni kuifuata kule kwenye website yao, kwenye tovuti yao ile. Sasa unafanyaje hiyo check for updates? Maana yake utabonyeza insert plus N ili upate NVDA menu, alafu bonyeza down arrow mpaka kwenye help. Hiyo help ni sub menu. Kwa hiyo utabonyeza right arrow hapo ili kufungua hiyo sub menu, au kama sio right arrow basi utabonyeza enter. Alafu bonyeza down arrow mpaka usikie check for updates, alafu utabonyeza enter. Na hapo kumbuka kwamba ni lazima uwe umeunganisha kompyuta yako na mtandao. Lakini kwa njia ya pili ni ile ya kwenda kwenye website yao sasa ya NV Access. Kwa hiyo utaandika www.nvaccess.org. Utaandika kwenye browser pale. Kuna njia nyingi za kuweza kufungua website. Whether utafute hiyo browser yako unayotumia kisakuzi, inaweza kuwa ni Mozilla Firefox au ni Google Chrome au ni Edge au ni chochote kile. Ukikipata maana utabonyeza enter hapo, alafu itafunguka address bar, utatype hapo www.nvaccess.org. NV Access, ACCESS, alafu andika dot, yani full stop, alafu org. Ukibonyeza enter basi utakuwa kwenye hiyo website ya NVDA. Au njia nyingine ni ile unatumia run box au search box. Run box unabonyeza Windows plus R, alafu una type hiyo tovuti, au search box unabonyeza Windows key. Kisia kompyuta yako inakwambia search box, basi hapo hapo type www.nvaccess.org. Ukibonyeza enter basi utakuwa kwenye hiyo tovuti ya NVDA. Ukishafika kwenye tovuti ya NVDA utatafuta linki inayoitwa download. Kwa hiyo utabonyeza down arrow, alafu utasikiliza. Ukisikia linki inaitwa download, utasikia linki nyingi lakini ukisikia linki au kiungo kinachoitwa download basi hapo utabonyeza enter.
au njia nyingine, hiyo tovuti kishafunguka, bonyeza k mpaka utakapofikia link ya download, alafu utabonyeza enter hapo ili kufungua hiyo download, ili kufungua huo ukurasa ambako unaweza ku download hiyo NVDA. Baada hapo bonyeza B kwa maana ya button ili kusudi ufikie download button, alafu bonyeza space bar na NVDA yako itajipakua. Okay, hebu tufanye kwa matendo. Sasa ngoja niunganishe kwanza kompyuta yangu na mtandao. Yes, hapa niko kwenye simu yangu hapa natumia simu ili kupata mtandao. Kwa hiyo hapa niko kwenye simu yangu na swipe kwa vidole viwili kutoka juu kwenda chini mara 2. Notification, quick settings, enhanced processing. Hadi nimefikia katika eneo la quick settings. Kwa hiyo na swipe kutoka kushoto kwenda kulia. Power saving mode on. Kwa hiyo nimeswipe kutoka juu kwenda chini kwenye screen ya simu yangu mara 2. Nimefika kwenye quick settings, kwa hiyo naendelea kuswipe kutoka kushoto kwenda kulia kwa kidole kimoja. Phone signal full. Phone 3 bars. Battery 94%. Finder search. Power off. Open settings. More options. 0958. Tuesday, July. Devices. Media. Calls. Text messages. Mobile data. Selected. Mobile data. Airtel SIM. Airtel. Out of pager. Selected. Do not disturb. Selected. Button. Do not disturb. Selected. Mobile data on .com button. Yes, mobile data bahati nzuri iko on, lakini ingekuwa iko off hapa ninge double tap. Pap ingekuwa on. Haya, naendelea kuswipe hadi kwenye mobile hotspot. Selected. Button. Selected. Mobile hotspot off.com button. Yes, mobile hotspot inasema off, nita double tap hapa ili kuifanya iwe on. Selected. Mobile hotspot turned on. Yes, mobile hotspot turned on. Na kwa hii kuwa on sasa, kwa mobile hotspot kuwa on, nisubiri kwa sekunde chache ili unganisho liweze kutambuliwa kwenye kompyuta yangu. Okay, nafikiri kwa sekunde hizi zinatosha. Nahamia sasa kwenye kompyuta, nabonyeza Windows +B ili kwenda kwenye notification area. Notification chevron button, show hidden icons tooltip. Alafu nabonyeza down arrow mpaka kwenye eneo utasikia anasema you are not connected but connections are available. Hiyo ni icon ya mtandao. User promoted notification area toolbar. OneDrive up to date button 1 of 4. Fully charged left paren 100% right paren button 2 of 4. Not connected dash connections are available button 3 of 4. Hapo nabonyeza space bar. Network connections window flight mode toggle button not pressed. Baada ya hapo nabonyeza tab hadi kufikia kwenye jina la mtandao. List JFC1 secured comma signal 4 out of 4 bars not selected 1 of 3. JFC1, yes. Hili ni jina langu. Mtandao wako unaweza kaitwa kwa jina jingine, unaweza kaitwa kwa jina jingine kabisa. Haya, labda unaweza kaitwa kwa jina la Steve Kennedy au Chief Kennedy, au Baraka, vyovyote vile, au Emmanuel Patrice, vyovyote vile, au Stefano. Yes. Hayo, ukishafika hapo bonyeza enter. Selected. Connect automatically checkbox not checked. Yes, alafu bonyeza tab hadi kwenye connect. Connect button. Alafu bonyeza space bar hapo ili kuunganisha. Space. Checking network requirements. Cancel button. JFC1 connected secured signal 4 out of 4 bars 1 of 3. Yes, baada ya hapo bonyeza escape ili kufunga hili box. User promoted notification area toolbar. OneDrive up to date button 1 of 4. Great. Yes, sasa tumesema kuna njia mbili za kuweza kupakua NVDA au kuipata NVDA. Njia ya kwanza tumesema ni ile ya kwenye check for updates. Njia ya pili ni kuifuata kule kwenye website yao, kwenye tovuti yao ile. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Namna sasa tunavyoweza kuipata NVDA kwa njia nyingine, kwa njia ya kwenda kwenye tovuti ya NVDA. Sasa kuna njia nyingi za kwenda kwenye tovuti kama tulivyoelekezana. Njia ya kwanza ni kwa kutumia njia ya browser. Hapo kwenye search box unaweza ukaandika jina la browser yako unayotaka. Utabonyeza Windows key kwenye kompyuta yako, alafu ukisikia kompyuta yako inasema search box pale type, labda kama unatumia browser ya Chrome basi andika CHROME Chrome, itajitokeza, then utabonyeza enter. Kama ni Firefox hivyo hivyo, au kama ni Edge na kadhalika.
Ikijitokeza itajitokeza address bar, eneo la kuandika website au tovuti, basi utatype www.nvaccess.org. Njia nyingine ni ya kutumia runbox. Utabonyeza Windows plus R, alafu utatype www.nvaccess, nvaccess. Unaandika kwa herufi ndogo zote, usiandike hata moja kubwa maana unaweza kashawishika kuandika NV kubwa. Kwa hiyo nvaccess.org. Nikisema dot maana yake ni full stop. Kwa hiyo www. maana yake ni full stop, alafu nvaccess.org. Ukibonyeza enter, website ya NVDA itafunguka, tovuti ya NVDA itafunguka. Njia nyingine ni ya kutafuta kisakuzi pia hiyo, lakini hapa sasa utumie njia ya search box. Utabonyeza Windows key, ukisikia kompyuta yako inasema search box hapo down arrow mara kadhaa mpaka utakaposikia jina la browser yako au jina la kisakuzi chako, utabonyeza enter na then utatype hiyo www.nvaccess.org. Yes, kwa hiyo njia hizi zote nilizozitaja hapa ni njia za kufungua website, yani tovuti yoyote ile, ukiachana na tovuti ya kisoma screen cha NVDA. Lakini kuna njia nyingine ya kufungua tovuti ya NVDA. Hii yenyewe ni specific kwa NVDA peke yake, ni mahususi kwa ajili ya NVDA, ambaye hii mnaipata pale kwenye help sub menu ya NVDA. Unakumbuka, unabonyeza insert plus n, alafu down arrow mpaka kwenye help sub menu, alafu unabonyeza right arrow, alafu unabonyeza down arrow mara kadhaa mpaka utasikia NVDA website, alafu unabonyeza enter na tovuti yako ya NVDA itafunguka. Alafu tukasema ikishafunguka sasa website, kwa njia yoyote uliyotumia kati ya hizo, utatafuta link ya download kwa kutumia whether arrows, yani ile mishale, au kwa kubonyeza k mpaka ukutane na download link, yani link au kiungo cha kupakulia, alafu utabonyeza enter hapo ili kufungua hicho kiungo, alafu bonyeza B hadi kwenye download button kwenye kitufe cha kupakulia, alafu bonyeza space bar, alafu utaendelea na michakato inayofuata baada ya kubonyeza hicho kitufe cha kupakulia. Okay, sasa tuendelee kwa njia hii ya pili. Tuende kwenye website ya NVAccess. Sasa leo natumia njia ya runbox bwana, Windows plus R. Haya, nabonyeza Windows plus R. Kumbuka kompyuta yangu imeunganishwa na mtandao. Haya, nabonyeza Windows plus R. Run dialog, type the name of a program, folder, document or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt plus O selected. Naandika www.nvaccess.org. Nabonyeza enter hapo. Folder frame busy. Mozilla Firefox busy. NVAccess busy. Clickable navigation landmark heading level 1 link graphic NVAccess empowering lives through non-visual access to technology. Link donate list with 8 items. Link current page home collapsed submenu. Link about link download link get help collapsed submenu. Link corporate/government. Nimebonyeza control ili kuinyamazisha, lakini ukisikiliza kwa umbali kidogo unasikia kuna link ya download. Sasa tovuti ikifunguka, it's a good idea au it's a good behavior kwa wewe kubonyeza control plus home ili kusudi urudi mwanzo kabisa mwa ule ukurasa wa tovuti yako. Control plus home. Out of list heading level 1 visited link graphic NVAccess empowering lives through non-visual access to technology. Alafu tukasema hapo unaweza kutumia njia ya down arrow, maana kinachofuata hapo ni kutafuta linki au kiungo cha kupakulia au cha download. Ukabonyeza down arrow, bonyeza down arrow. Link donate. Tena list with 8 items visited link current page home collapsed submenu link about visited link download link get help collapsed. Yes. Hapo bonyeza control ile kunyamazisha. Baada ya hapo unaweza kubonyeza control plus right arrow ili kusoma neno kwa neno mpaka utakapofikia kwenye link ya download. Out of link list item collapsed submenu link about out of link list item visited link download out of link. Yes. Hapo ukifikia hapo utabonyeza enter. Lakini njia nyingine ni ya kutumia K ni shortcut ya link. Haya, nabonyeza control plus home hapo. Out of list heading level 1. Nimerudi nyuma kabisa mwanzo mwa page mwa huu kurasa. Haya, nabonyeza K mpaka utakapofikia link ya download. Donate link list with 8 items home visited link about collapsed submenu link download visited link. Baada ya hapo utabonyeza enter.
NV access bar download busy. Clickable navigation landmark heading level 1 link graphic NV access empowering lives through non-visual access to technology. Link donate. List with 8 items. Link home. Nimebonyeza control ili kunyamazisha, yes. Baada ya hapo nikasema bonyeza B ili kusudi ufikie kwenye kitufe cha kudownloadia. Download button. Bonyeza B. Main landmark download button. Moja kwa moja. Alafu baada ya hapo utabonyeza space bar na mchakato wa kudownload utafanyika. Mchakato wa kupakua utaanza. Lakini yani hapa tulipobonyeza B tumeshuka chini kabisa. Lakini kumbe huku juu kuna headings kadhaa. Labda ungependa pia kuzijua. Hebu tubonyeza Shift+H ili kurudi heading moja moja kwenda juu. I tick D like to donate : heading level 3. Naona hiyo ni heading ya kwanza, heading level 3 tena. Shift+H. Donation options heading level 2. Tena. NVDA version 2021.1 heading level 2. Unasikia tunaambiwa kabisa hii ni NVDA 2020.1. Tena Shift+H. Download and experience NVDA today ban. Heading level 2. Tena Shift+H. Navigation landmark NV access empowering lives through non-visual access to technology graphic visited link heading level 1. Tena Shift+H. No previous heading. No previous heading. Ina maana hakuna tena kichwa cha habari kingine. Haya, tumeshamaliza kuona vichwa vya habari vilivyoko kwenye hii tovuti ya kupakulia kisoma screen cha NVDA. Haya, nabonyeza H ili kwenda kwenye heading ile ya please experience nini sijui. Bonyeza H. Main landmark download and experience NVDA today ban. Heading level 2. Yaani hapa nataka nikuonyeshe pale ulipobonyeza B. Nataka nikuonyeshe uliruka vitu gani pale. Yaani kuna vitu vingi umeviruka hujavisikiliza, au sio? Haya, bonyeza down arrow. Heading level 2 NVDA version 2021.1. Tena bonyeza down arrow. The NVDA screen reader can be downloaded free of charge by anyone. We do this because we believe everyone, especially the world's sickest, poorest blind people deserve access to computers and a way out of poverty. If you have the means, no matter how big or small, please consider making a donation. Na kadhalika na kadhalika. Kuna maelezo mengi hapa. Nimebonyeza control+ down arrow kusoma paragraph kwa paragraph. Control+ down arrow. Please note: NVDA is only available for PCs running Microsoft Windows 7 SP1 and later. If you require a version of NVDA that can still run on Windows XP or Vista, please download the much older link NVDA 2017.3 for Windows XP instead. NV Access does not, however, recommend or support running this older version on newer operating systems. Yes, hii ni paragraph ya muhimu sana. Kuna siku amewahi kuomba NVDA, ni bwana Chief Kennedy, NVDA inayoweza kurun au kusakinishwa kwenye kompyuta yake ambayo ilikuwa na Windows ya zamani. Kwa hiyo ikiwa unataka NVDA ya namna hii, hapa kwenye hii paragraph kuna link ya kudownloadia. Kuna link ya kupakulia NVDA za zamani. NVDA zile ambazo ni matoleo ya zamani. Hebu bonyeza K, ulisikia kuna link download, si ndio? Hebu K bonyeza. NVDA 2017.3 for Windows XP link. Nasikia NVDA 2017.3 kwa ajili ya Windows XP. Kwa hiyo ikiwa una kompyuta yenye Windows XP, basi utakuja kudownload hii hapa. Hii ya sasa hivi ni Windows 7 Service Pack 1. Lakini pia ukiwa na Windows 7 ambayo sio Service Pack 1, unaweza kudownload hii NVDA 2017.3. Kwa hiyo baada ya kuona aya hii, sasa twende moja kwa moja kwenye kile kitufe cha kudownloadia NVDA hii sasa ambayo ni toleo la sasa hivi. Sasa tunaendaje kwenye kitufe cha namna hiyo? Bonyeza B. B for button. Download button. Kwa hiyo kumbe kama lengo lako ni kudownload au kama lengo lako ni kupakua hii NVDA ya sasa kwa toleo hili la sasa au matoleo mengine yale yajayo, ukurasa wako huu wa kupakulia ukishafunguka tu, hebu nibonyeze control+home hapo. Navigation landmark heading level 1 visited link graphic NV access empowering lives through non-visual access to technology. Ikishafunguka basi bonyeza B. Kwa hiyo ikiwa hutaki kudownload sijui ile NVDA ya zamani na nini, na wala hutaki kusikiliza hizo longolongo ambazo umeziona hapo, ile tovuti ikishafunguka tu pop, yani sio umefungua hii website ya NVDA ukatafuta ile link ya kudownloadia, ukabonyeza enter. Ikishafunguka wewe bonyeza B moja kwa moja bila hata kusikiliza hizi longolongo kama hivi. Bonyeza B. Main landmark download button. Baada hapo bonyeza space bar ili kusudi kupakua hiyo NVDA. Bonyeza space bar.
Opening NVDA line 2021.1.exe dialog. You have chosen to open : NVDA line 2021.1.exe, which is : exe file left paren 25.5 MB right paren from : https://www.nvaccess.org. Would you like to save this file ? Opening NVDA line 2021.1.exe dialog. You have chosen to open : NVDA line 2021.1.exe, which is : exe file left paren 25.5 MB right paren from : https://www.nvaccess.org. Would you like to save this file ? Cancel button. Yes. Sasa hapa mimi natumia browser ya Firefox. Kisakuzi cha Firefox. Ukiwa unatumia kisakuzi cha Firefox utapata ujumbe kama huu ambao anakuambia bwana hapa kuna hii NVDA mpya ambayo ni NVDA 2021.1 ambayo ina MB 25.5. Imekuwa kubwa. Za nyuma zilikuwa ni MB 23, 24. Ujumbe mkubwa hapa ni kwamba je, unataka kusave ile faili? Unataka kuhifadhi ile faili? Sasa kasa iko kwenye cancel, sawa? Sasa bonyeza tab key hadi kwenye save file button. Bonyeza tab key. Edit read only selected exe file left paren 25.5 MB right paren. Alafu bonyeza tab key tena. Save file button. Hadi kwenye save file button. Save file button. Sasa hapa nikibonyeza space bar, basi hii NVDA itaanza kujidownload, itaanza kujipakua na wewe utaikuta kwenye folder ya downloads. Haya, bonyeza space bar hapo. NVAccess bar download M-Mozilla Firefox. NVAccess bar download document button download. Okay, hapo NVDA inaendelea kujidownload. Na hapa unaweza kuwa usikii mchakato wote wa NVDA kujipakua. Lakini ikiwa unataka kusikia huo mchakato, basi bonyeza Ctrl+J ili uweze kwenda kwenye library maktaba Ctrl+J. Library. Angalia hiyo NVDA ipakue kama mimi ninavyofanya sasa hivi. 1%. 11%. Hapo NVDA inaendelea kujipakua. 31%. Asilimia 31. 41%. Asilimia 41. 51%. Asilimia 51. 61%. Asilimia 61. Inakwenda 10. 71%. 81%. Twende. 91%. List NVDA line 2021.1.exe 25.5 MB m-nvaccess.org m-10:35 am open containing folder 1 of 2. Umesikia nakwambia open containing folder. Ukisikia maneno hayo basi ujue kumbe NVDA yako imeshajipakua tayari. Basi ikishajipakua namna hiyo, maana yake ni kwamba kama nilivyokuambia huwa inaenda kujihifadhi kwenye folder ya downloads. Kwa hiyo utaitafuta folder ya downloads kwa namna unavyojua wewe au kwa namna unaofahamu folder ya downloads iliko, alafu utaifuata kule, alafu utaisakinisha. Basi vipi, umepata kompyuta au unataka kwa ajili ya kompyuta za shule? Nadhani nitawaambia nimeshawaomba kwanza, wameniambia tupe hiyo program tuwekee ili kusaidia kutengeneza kwenye kompyuta zao ya kwao moja, wanataka waichague moja waweke, kwa sababu ya kwangu mimi kama mimi bado, kwa sababu hata hivyo halmashauri bado zinajivuta kulipa hela za kujikimu bwana, zile bado zinajivuta. Ukitumia mshahara kutumia kama mshahara, lakini pia kama ya kujikimu, manake unapotoka Kagera ya Biharamulo unakuja Nyakanazi, uko unatoka huko unafika huku Njombe, unafika na begi lako tu. Una chombo chochote wala kitanda wala godoro wala nini. Hata hivyo ukitumia hela ya mshahara kununua, ambayo nayo inabidi isave na ya kukutunza mwezi mzima, inakuwa na changamoto kidogo, lakini nadhani mbele ya safari iko takuja ninunue ya kwangu, ila kwa sasa acha nitumie hiyo ya shule. Kwa hiyo ni desktop, ni laptop hiyo wanataka kukupa na wanakupa kwa maana ya kwamba utakuwa unaifuata hapo ofisini, unaandikia, yaani wanakupa ikae ofisini kwako, au hata uwe na uhuru wa kwenda nao nyumbani, au nadhani desktop itakuwa ni ya pale. Sidhani kama nitaruhusiwa kuondoka nayo.
Na hapo si umepewa ofisi? Hapa Hapo shule. kwenye hizo za kompyuta iko ofisi ya ICT, ya ofisi yao ya shule. Kwa maana ni ofisi yangu mimi kama mimi. Kwa maana hiyo utakuwa unaenda kule kuitumia. Na ofisi yako wewe kama wewe wamekupa, yani wewe as a person with visual impairment. Hapana. Kwa hiyo uko tu idarani na walimu wengine. Na haiwezekani kuwaomba wakakuruhusu uelete hapo idarani ili kupunguza hizo nyendo? Nadhani itawezekana, itategemea na logistics tutakazozifanya, kwa sababu sasa mle si ni staff mle. Kwa hiyo ni staff ya walimu wote. Sasa inategemea, kwa sababu hiyo ofisi yenyewe sijawahi kwenda. Kama itakuwa ni karibu kabisa na staff hapo, itakuwa navuka tu naenda. Kama ni mbali nitaangalia cha kufanya. Ya basi fanya hivyo, kwa sababu kompyuta ikiwa karibu yako, hata ile morali ya kuigusa tu na kuibofya inakuja, kuliko hadi unaifuata kule ICT, rafiki yangu da. Na kweli. Kwani hizi NVDA kuna developer fulani ambaye ameitengeneza au huwa inakuwaje? Ni kweli kuna kampuni inaitwa NV Access. Hiyo kampuni ilianzishwa na watu wawili wasioona wa Australia. Sawa. Kuna jamaa anaitwa Jimmy Tay na nani yule wa pili nimemsahau. Kwa hiyo hao ndio walioanzisha kutengeneza hiyo NVDA. Wameitengeneza, wanaita ni open source software ambaye mtu yeyote mwenye utaalamu anaweza akaidevelop na akashiriki kuitengeneza. Wewe na mimi tunaweza tukachangia maoni yetu, tunataka iweje. Sawa. Umeona Lakini pia ni kisoma skrini ambacho unakitumia kwa bure, unapakua bure. Unapakuliwa bure? Sasa mbona pale UDSM walikuwa wanahangaika na kununua majozi ya milioni ngapi na ngapi, hapo VDA ipo au inategemea na audibility ya watu wanavyotaka au? Inaweza kuwa ni namna watu wanavyotaka, lakini jozi sasa yenyewe inauzwa kama unavyosema. Na ni mamilioni hayo, milioni 2.5, milioni 1.5, hela nyingi. Naona sasa milioni 2.5, milioni 1.5 ni hela, unanunua mifuko mingapi ya cement hapo? Sasa mimi nikawa nashangaa tu wananipa HP ina jozi. Nikawa nawaza hivi kweli hii hela hiyo tunaenda kununua jozi ni hela ya PC nyingine hii. Sema ndio hivi, yani vitu vya taasisi mara nyingi yani kuna namna fulani ambavyo wanakuwa wasiposhirikisha wataalamu huwa wanajikuta wamegharamika sana kiasi kwamba ambavyo wangetakiwa wasiwe na gharama hizo. Kwa sababu kwa mfano kama mimi jozi na hiyo hiyo inaitwa application ambayo ina sauti sana na jozi kwenye simu. Eloquence. Eloquence. Yaani hizo huyo mzungu wake kama vile sijamsoma sijamuelewa vizuri huyo. Kwa hiyo kilichofanyika mimi nilipoona hivyo nikasema sasa hii inabidi muimute muinstall NVDA. Jozi yenu itakuwepo, atakayeitaka ataiwasha. Mimi inabidi muinstall NVDA tu kwa sababu huyu anamchanganyia na pesa. Sasa nawaza mbona wamegharamika tu bure, yani wangeinstall tu hiyo nani? Hiyo NVDA. Sasa hii jozi wanaiuza kwa sababu sana ni accessibility, yani inaweza kufanya mambo mengi sana ambayo sometimes NVDA haiwezi kuyafanya. Lakini hii NVDA kwa watumiaji tu sisi wa kawaida na mambo yetu yale mengine mengi, kwa mfano kuandika, kwenda kwenye email hivyo inafanya kazi vizuri. Kuandika, kusoma, kwenda kwenye email, kwenye website huko kwenye mitandao ya kijamii, hizo shughuli tu za kawaida inafanya kazi vizuri. Na kwa mfano mimi hapa kwangu NVDA ndio primary screen reader. Yaani ndio screen reader ya kwanza. Alafu baada hapo ndio JAWS. Sasa hii JAWS kwa mfano ina features gani ambazo NVDA hana? Kwa mfano NVDA haina built-in OCR. Unajua OCR? OCR kwa maana ya optical character recognition, kwamba kwa mfano umeskani hapa material, umeyaskani kwa kutumia simu. Au hata scanner ile ya kawaida. Sasa kwa kawaida ukiskani material, yani unachukua yale material unayaskani, unayapiga picha kwa mtindo huo. Mara nyingi huwa yanakuwa hayaonekani vizuri. Kabisa. Na kwa sababu ni picha ile, basi kisoma screen kinakuwa hakiwezi kusoma vizuri. Kusoma vizuri au isisome kabisa. Hujawahi kufunguka material unasikia graphic.
sana tu. Mm. Fanya hivyo. Sasa hapo maana kisoma screen kimeshindwa kusoma hayo material, na ina maana inayaona kama ni graphics, kama ni picha tu. Okay. Sasa JAWS ina hiyo OCR ambayo unabonyeza insert plus space, utasikia nafanya hivyo. Alafu unabonyeza O, alafu unabonyeza D. Basi unaipa muda kidogo, inaweza kutambua hayo maandishi. Umeona hiyo? Sasa NVDA mpaka uinstall hiyo OCR, yani mpaka uende ukaitafuta hiyo add-on kwanza, kisoftware kingine cha pembeni. Kinaitwa NVDA Advanced OCR. Ukisakinisha hicho, sasa licha ya yote hayo, lakini kama watu wa JAWS professional wameweka bei kubwa sana, yani milioni na kitu. Au ni kubwa kwa sababu niko Tanzania? Maana unaweza kushangaa mimi nasema kubwa, kumbe ni kwa sababu niko Tanzania. Ukiwa Tanzania na nchi zetu huku, bei lazima iongezeke. So unajua kuna bei ya, ingekuwa ni bidhaa ya kawaida tukisema kuna bei ya transport. Ingekuwa ni bidhaa ambayo ni hadi. Ingekuwa ni hadi. Sasa hii inakuwa ina bei kali kwa sababu ya hizo features nilizokuambia ambazo ni advanced, lakini pia hata utengenezwaji wake kwa sababu ina features nyingi za kiufikivu. Ina maana utengenezaji wake maana yake ni kwamba walihitaji wafanyakazi wengi. Na kweli. Ndio maana inakuwa na bei kali. Sasa ndio maana na NVDA sasa kama gap, kama pengo sasa. Ili kuziba hilo pengo, NVDA wakasema haiwezekani kisoma screen kikawa cha bei kali kuliko kompyuta. Unaona kwa sababu ikiwa hivyo basi hali hiyo itamfanya mtu asiyeona ashindwe kutumia kompyuta. Yaani tayari ameshanunua kompyuta. For that but atashindwa kwa sababu hana kisoma screen. Mbona hali hiyo kwa mtu anayeona, mbona haiko hivyo? Anayeona akishanunua kompyuta anakuwa anaweza kuitumia. Sasa wewe ununue kompyuta tena wewe tena ukanunua kisoma screen kwa bei kali. Hivi kweli kwa maana hiyo utajifunza kweli kompyuta? Utajua kompyuta kwa utajifunza? Hata hiyo morali ya kuitumia unaitoa wapi? Ingekuwa ngumu sana. Ndio maana ya hizi open source projects. Umeona kama NVDA. Kwa hiyo akasema kwa sababu ya changamoto hiyo, basi sisi tunakuja na NVDA ambayo hii ni open source software na itakuwa ni bure. Ukiwa una donation kadogo $10, $5 sawa tuchangie, lakini sio lazima. Okay. Ila sisi tunatoa huduma bure. Ndio maana na eSpeak NG nadhani waliwaiga wale si wanatoka Redzock. Hii ni Redzock. eSpeak sawa kabisa. Nao waliiga sauti japo hazifanani sana kabisa hivyo. Yaani wanafanana vocal code lakini kuna namna fulani hivi wanatofautiana. Sasa eSpeak ni synthesizer au text to speech. Ambayo iko pia kwenye NVDA. Ile sauti unayoisikia ni eSpeak. Kwa hiyo ina maana wanaotengeneza eSpeak ni watu wengine. Na wamepeana material. Yes. Na wanaotengeneza visoma screen ni watu wengine. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya text to speech na screen readers. Kweli. Kwa hiyo ukichukua screen reader kama ndio gari, basi eSpeak au hizo Eloquence hizo ni injini. Na kweli. Screen readers ukizifananisha na mtu, basi hizi eSpeak na Eloquence hizi zenyewe ni kama vocal cords, ni kama injini za sauti. Okay. Yaani kwa hiyo ina maana tuseme ni sawa tu kwamba screen reader ni mdomo. Lakini sauti inatoka kwenye hizo synthesizer. Yes, the synthesizer. Na umetaja jina zuri kweli, ni synthesizer. Kwa hiyo ina maana kumbe kisoma screen chenyewe hakiwezi kuongea bila kuwa na text speech, bila kuwa na synthesizer. Hakiwezi. Kwa hiyo hata unataka kusema kuna tofauti gani labda kati ya kwa mfano nikiwa na laptop labda kuna namna fulani inaweza kutofautiana labda kwa mfano NVDA labda inayoingia kwenye HP, kwenye nini, kwenye desktop, kwenye nini? Laptop labda kwa mfano zile zenye materabyte kama za solid na vile vidogo vya kujinunulia hivi. NVDA ni hiyo ambayo unaweza kuinstall kwenye laptop, kwenye desktop labda ya kampuni mbalimbali labda ya HP, Lenovo, Dell. Ni NVDA hiyo, lakini sio kwamba kuna NVDA ya Dell, kuna NVDA labda ya Lenovo, kuna NVDA ya laptop, kuna NVDA ya HP. Ni hiyo. Sasa mimi unajua lengo la kukuuliza hili swali nilikuwa nimewaza kwamba huenda wana version tofauti kama vile unavyoona application ya simu wanakuambia download kwa Android, download kwa iOS. Nikajua yani kuna tofauti hiyo pia. Sasa ukisema Android hizo ni operating system.
na iOS na yenyewe ni operating system. Android ni operating system ya Google, yani iliyotengenezwa na Google kwa ajili ya simu zetu hizi, au sio simu yako unayotumia sasa hivi. Na iOS na yenyewe ni operating system inayotengenezwa na watu wa Apple kwa ajili ya simu za iPhone, iPad hizo. For that matter, hizi computer pia na zenyewe zina operating system kama ilivyo simu. Kwa hiyo hizo computer ulizozitaja HP, Dell, bila kujali kwamba ni laptop au ni desktop, zenyewe zinatumia operating system ya Windows. Lakini kuna computer nyingine sasa zinatumia operating system nyingine kama Macintosh. Lakini kuna operating system nyingine inaitwa Linux, inaandikwa Linux, Linux. Umeona sasa? Kwa maana hiyo sasa NVDA ni kwa ajili ya computer zote zilizosakirishwa programu endeshi ya Windows, bila kujali ni laptop au ni desktop, ni kampuni ya HP au Dell au Lenovo au Asus na makampuni mengine. Unaweza ukainstall NVDA so long as tu operating system yake ni nini, ni Windows. For that matter, huwezi kuinstall NVDA kwenye Macintosh. Yaani kwenye computer zilizosakirishwa programu endeshi ya Macintosh. Kama vile ambapo huwezi kutumia TalkBack kwenye iOS. Au voice over kwenye Android. Hizo hizo Macintosh na hiyo Linux ambayo umezungumzia, hizo kompyuta zinapatikana kwa bei ya kawaida kweli kwetu huku? Mbona kama vile ni adimu fulani? Ni kweli. Na maofisi mengi sana tunatumia Windows operating system. Ukisema unanunua kompyuta zilizosakinishwa programu endesha ya Macintosh, yani ni kama vile unaanza kujifunza kompyuta upya. Yes. Kwa mfano wao ile control key wao wanaita command key, kompyuta hizi za Macintosh. Keyboard yake ile. Hata control key wao wanaita command key, alt key wanaita option. Umeona hiyo sasa? Vitu kama hivyo. Nadhani mtakuwa unatumia kompyuta za Windows 10. Ni kitu kama Windows, sijawauliza, lakini hivi hapo wanaweza kutumia Windows kama sio 10 au 7 hivi. Basi kama ni 10 inaweza kusakinishika. Kwa hiyo nitakutumia tu, alafu watakusakinishia, alafu utanipa feedback kama iliwezekana au ilishindikana. Sawa. Na kutumia current version. Sawa. Kwa hiyo hii ni namba yako Hii ni namba yangu pia. Na kwenye WhatsApp unapatikana kwa namba hii? Kwenye WhatsApp napatikana kwa namba hii, japo namba popular ambayo iko WhatsApp ambayo ina makundi mengi ni namba nyingine, lakini na hii pia nayo ina WhatsApp. Kwa hiyo hata kama ukituma hii NVDA inakuja. Ngoja nikutafutie hiyo NVDA nikutumie hapa. Ni save na hii namba pia. Thank you. Mimi nimeshakutumia NVDA 2024.4.2. Okay, sawa. Basi mlikuwa nami Mr. Jacob Florian Chawala katika Huduma Simuni. Thank you. Ciao. Ni Jacob Florian Chawala once again.